Hallelujah. 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 The Bible says, I was glad Biblia inasema nilifurahia when they said, let us go unto the house of the Lord. nilipoambiwa kwamba twendeni katika So nyumba I'm ya so Bwana. excited to be in this house. Kwa hivyo nafurahia kuwa katika nyumba I'm hii. so happy to be here. Nafurahia kuwa hapa. I want to thank the bishop Nataka kushukuru askofu and the pastor na mchungaji for this privilege to stand on this altar, kwa wakati huu kusimama hapa, and also my brother Mark here na ndugu yangu Mark for being such a loving and welcoming brother, kwa kuwa mtu wa mkaribishaji sana and for inviting me in this na house. kunikaribisha katika nyumba hii. I just want to encourage you with few words. Nataka tu kuwahimiza kwa mambo machache. In Revelations chapter 22 Katika Ufunuo 22 and verse number 12, mstari wa 12, the Bible says, behold, Biblia inasema tazameni, I come quickly, na kuja kwa haraka, and my reward na zawadi yangu is with me, iko pamoja nami, to give every man kupeana kwa kila mwanadamu according as his work shall be. kulingana na kazi yake jinsi ilivyo. I am the Alpha and Omega. Mimi ndio mwanzo na mwisho. I'm the beginning and the end. Yeye ndiye mwanzo na The mwisho, first and the last. mwanzilishi na wa mwisho. Then he says, blessed Anasema amebarikiwa are those wale who shall do his commandments, watakaofanya amri that yake, they may have the right ili wawe na haki to the tree of life, kwa muti wa uzima, and may enter na waweze kuingia in through the gates katika lango into the city. katika mji mkuu. Says, blessed Anasema amebarikiwa are those that shall do his commandments, watakaofanya amri yake, that they may enter into the city. ili waingie katika jiji kuu. I came to encourage you this morning Nimekuja kuhimiza that our time to go to be with the Lord kwamba wakati wa kwenda kuwa na Mungu is nearer than we first believed. uko karibu kuliko vile Let tulisikia. us hold strong Wacha tushikilie kwa and nguvu hold fast na tushikilie kwa our haraka faith in Jesus. imani yetu katika Yesu, The Bible says, for we shall all stand kwamba Biblia inasema sisi wote before tutasimama the judgment seat of Christ, katika kiti ya hukumu ya Yesu and we Kristo, shall all give account na sisi wote tutapeana of hesabu what we have done in this life. kwa kile tumefanya katika maisha So haya. I'm here to encourage you Niko hapa and kukuhimiza to strengthen you na kukutia nguvu, that what we believe kile tulichoamini is coming to an end very soon. inafika mwisho hivi Be karibuni. prepared Jiandaeni to meet your God. kukutana na Mungu, Hold strong kushikilia kabisa to your faith in Christ kwa hiyo Jesus. imani katika Yesu. In Hebrews 12, Katika Waibrania from 12 verse number 1, mstari wa the kwanza, Bible says, wherefore, Biblia inasema seeing we also have compassed about so many cloud of witnesses. ona kila ambacho tumetupitisha katika watu wengi. He says, let us lay aside Inasema na tuweke vitu vyote kando, every weight, kila kitu, every sin, kila dhambi, which doeth so easily beset us, kile ambacho kinatuzungusha na kututoa katika uwepo wa and Mungu haraka, let us run with patience na tukimbie kwa uvumilivu the race that is set before us. safari ambayo ameweka mbele He zetu, says, looking unto Jesus, kimtazamia Yesu, the author and the finisher of our faith. mwanzilishi wa imani yetu. He says, let us focus our eyes on Jesus. Anasema wacha tumtazamie Yesu, Let us remove every sin. tutoe kila aina ya dhambi, Let us remove every barrier. tuondoe kila misingi, Remove laziness. ondoa uvivu, Remove every kind of sin. ondoa kila aina ya dhambi, And put your eyes on na Jesus. umtazamie Yesu. He is the author and omega. Yeye ndiye mwanzilishi, He is the beginning and the end. yeye ndiye mwanzo na In mwisho. Matthew chapter 6, Mathayo 6 verse 33, mstari wa the Bible 33, says, seek ye first Biblia inasema mtafuteni yeye the kwanza kingdom of God ufalme wa Mungu and his na righteousness. utakatifu na haki Then he yake, says, and
all these things na hizi vitu zote which the Gentiles seek, hizi ambazo mataifa he wanatafuta said, shall be added unto you. itaongezwa kwako. Matthew 6 verse 33. Mathayo So 6:33. make up your mind Kwa hivyo amua katika mawazo to seek Jesus, kumtafuta Yesu, to serve the Lord. kuokoa Yesu. Jesus Yesu shall be found by you anapatikana na wewe. if you search for him Unapomtafuta with anapatikana all your heart, na moyo wako if wote. you use all your strength Unapotumia nguvu zako to zote look for him, kumtafuta, to save him, kumtafuta, he shall be found by you. anapatikana. In Jeremiah 29, Katika Yeremia 29 starting from verse number 11, kuanzia 11, the Bible says, Biblia inasema, for I know the plans that I think towards you, najua mipango ninayokuwazia, plans not to harm you, mipango isiyotaka plans kukuharibu, not to destroy you, si mipango ya kukuharibu, plans not to destroy si you. mipango ya He kukuharibu, says, but plans to give you an expected end. lakini mipango ya kukamilisha na kukuwezesha. God has good plans for you. Mungu ana mipango mizuri kwa ajili God has yako. good plans for me. Mungu ana mipango He mizuri says kunihusu. these are not plans to destroy you, Anasema si mipango ya but these kukuangamiza, are plans to prosper you. mipango ya These kukuendeleza, are plans to take you higher. mipango ya kukuinua. But on verse number 12, Lakini mstari wa he 12 says, then shall ye call upon me, anasema, na nyinyi mkaniite, and ye shall go and pray unto me, na mtaenda na muniombe, and I will hearken unto you, na mimi nitawasikia, and ye shall seek me na mtakaponitafuta and find me na mtanipata. when you search for me Unaponitafuta with all your heart. na moyo wako wote. This is the time Huu ndio wakati for you to search for God, wa kumtafuta Mungu, for you to serve God wa kumtafuta with Mungu all your heart, na moyo wako with wote all your na strength, nguvu zako zote and everything that is in you. na chochote kilicho You nacho. must serve the Lord. Mtumikie Mungu. What are the signs Ishara that I am not serving God with all my heart? ni ishara gani zinazoonyesha There simtumikii are Mungu many na moyo wangu? signs. Ni ishara nyingi. You take things of God lightly. Unachukulia tu vitu za Mungu juu. You miss church anyhow. Unakosa tu kanisa hivyo If hivyo. there are intercessions, you don't participate. Kama ni wa maombi hausiki, You don't pay your tithes. haulipi fungu la 10. When you want to do anything for God, it is like a bad day. Ukitaka kufanya kazi ya Mungu ni kama ni But when you mzigo. are serving the Lord Lakini with unapomtumikia Mungu all your heart, na nguvu za na your moyo heart wako, shall be in the church of God. moyo utakuwa kanisani. You will long to be in the house of God. Utatamani kuwa The katika Bible nyumba ya says, early will I seek thee. Biblia inasema In the morning, asubuhi you'll be looking forward to service. utamtafuta Mungu. You will be happy to be in the house of Utafurahia God. kuwa katika nyumba ya It Mungu. shall be a thing of joy Itakuwa kitu ya to be kufurahisha in the house of kuwa katika God. nyumba ya Mungu. For you to read the word of God, Wewe kusoma neno la it Mungu shall be a thing of ni joy. kitu ya You kufurahisha. shall be excited about it. Utafurahia So when they say we have fundraising, wanaposema kuna you will mchangisho. be excited to give to the kingdom of God. Utafurahia kutoka katika ufalme You wa will be Mungu. excited to contribute to the kingdom of God. Utafurahia kuhesabika katika ufalme wa I Mungu. was with my brother Kelvin Nilikuwa na as ndugu we yangu were Kevin, coming from the hotel to this place, tulipokuwa tunakuja hapa, and I began to tell him na nikaanza kumwambia that the last test kwamba siku ya mwisho that you truly believe and are sold out to Jesus unapoamini kwamba Yesu is through your giving. ni kupitia matoleo yako. So I began to share with him some few scriptures. Nikaanza kushiriki na yeye. So I said, remember that young rich ruler Kumbuka yule kiongozi that came to Jesus aliyekuja kwa and he Yesu said, Master, akasema, mfalme, what must I do ninastahili kufanya to nini enter into the kingdom of heaven? kuingia katika ufalme wa Mungu? Then Jesus said to him, Yesu akamwambia, keep the commandments. heshimu sheria, Thou shalt not kill. usiue, Thou shalt not lie. Thou usitanganye, shalt not do adultery. usifanye, Thou shalt not give false witness. usitoe nini Says, habari and ya the uongo. man said, Lakini he mwanadamu said, akasema, I have kept
all these commandments nimetii hizi amri zote since I was young. nilipokuwa mchanga. Then he says, what else do I lack? Ni nini kingine ninachoweza Then kufanya? Jesus looked at the man Yesu akamwangalia, and he says, one thing you lack. kuna kitu kimoja umekosea. Go and sell everything Kila enda uuze kila and kitu take this money na uchukue hizo pesa and give it to the poor, na upeane maskini and you come and follow me. na ukuje unifuate. And the Bible says, and the man Na Biblia inasema yule was mwanaume very disappointed akawa amekasirika sana, because he was a rich kwa man, sababu alikuwa tajiri mno, but he couldn't give his money to Jesus. lakini hangepeana pesa He zake kwa Yesu. went away disappointed. Alienda kama He amehuzunika, failed the test. akaanguka mtihani. Then